Masomo ya kuhesabiwa haki kwa imani katika Kristo Yesu, kitabu cha Walumi sehemu ya 5. Walumi sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 15. Ibrahimu kielelezo cha haki kwa imani. Uhai, haki, urithi ni sawasawa na kalama za Mungu. Kanuni za msingi zilizowekwa katika masomo yaliyotangulia zinatufanya tushangae kwamba yeyote angeweza kudhani kuwa fundisho la haki kwa imani linakwenda kuishusha sheria ya Mungu. Kuhesabiwa haki kunaibeba sheria usoni pake. Hatari pekee ni katika kutoipata. Inasimika sheria moyoni. Kuhesabiwa haki ni sheria iliyofanyika mwili katika Kristo, ikiwekwa ndani ya mwanadamu, na hivyo imefanyika mwili ndani ya mwanadamu. Sura ya 3 inawasilisha kanuni za kuhesabiwa haki kwa imani. Katika sura ya 4 kanuni inaelezewa kwa vielelezo kwa njia ya swala la Ibrahimu. Kwa kadri Ibrahimu alivyokuwa na haki yoyote, angeweza kujitukuza katika hilo, lakini kama ukweli halisi hakuwa na chochote cha kujisifia. Alihesabiwa haki kwa imani pekee. Sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3. Kama mwanadamu angeweza kutenda tendo lolote linalostahili kupata kibali cha mbingu, angeweza kujisifia kwa kiasi hicho, lakini hakuna mwenye mwili atakayesubutu kujisifu mbele za Mungu. Ikiwa mwanadamu anaweza kutenda haki, basi wakati Mungu anapotoa thawabu ya haki, mtu huyo kwa urahisi anapokea kile alichochuma. Lakini uzima wa milele ni kalama ya Mungu. Uzima wa milele ni thawabu ya haki kwa vile ni kalama ya Mungu. Inaweza kuwa hivyo tu kwa sababu haki ni karama ya Mungu. Imani ya Ibrahimu ilihesabiwa kwake kuwa haki. Fungu la 5, msamaha wa dhambi sio tu swala la kwenye kitabu. Kuzifuta kumbukumbu za zamani una uhusiano mkubwa na mtu mwenyewe. Sio kazi ya kitambo. Kristo hutoa haki yake, anaiondoa dhambi na kuiacha haki yake hapo, nayo hufanya badiliko kamili ndani ya mwanadamu. Hakuna mtu awezaye kutenda tendo lolote ambalo linaweza kustahimili hukumuni, japo hata kwa sekunde moja. Kwamba ni muumini Mkristo au mkana Mungu haileti tofauti katika swala hili. Hakuna muumini katika Kristo awezaye kusubutu kwenda mbele ya hukumu na matendo ya siku yoyote akidai haki sawa na akihatarisha kesi yake kwenye matendo. Mafungu ya 6 hadi ya 8 yanaelezea uheri wa mtu yule ambaye Mungu amhesabia haki pasipo matendo. Heri mtu yule ambaye Bwana anapofanya kazi ya Mungu hata ihesabia dhambi kazi hiyo. Kwanza, haki iliingizwa ndani ya Ibrahimu kwa sababu aliamini, na ndipo akapokea ishara ya tohara kama muhuri wa haki ya imani aliyokuwa nayo. Mafungu ya 9 hadi la 11. Wale wanaofanya madai ya juu hawapaswi kusimama kwenye madai tu, lakini wanapaswa kutembea katika hatua za imani aliyokuwa nayo Ibrahimu. Fungu la 12. Wazo limekithiri sana kwamba wakati wa kizazi cha Kiyahudi Mungu alichora mstari wa tofauti miongoni mwa watu. Lakini kamwe Mungu hajawahi na wala hawezi kuwa na upendeleo. Ilikuwa ni itikadi ya kidini na kujihesabia haki kwa Wayahudi kuliko waongoza kujiweka juu ya mataifa. Waliwekwa wawe ni nuru ya ulimwengu, wawe chumvi ya dunia. Walikataa kuifanya kazi na wakawa kama chumvi iliyoharibika isiyo na ladha, wao wenyewe wakihitaji kukolezwa chumvi. Ni lazima chumvi ichanganyike na donge lote linalohitaji kuhifadhiwa. Kanuni hiyo hiyo inatumika hata leo. Ahadi kwa Ibrahimu ilikuwa ni moja, japo ilirudiwa mara nyingi. Ilikuwa kwamba katika yeye mataifa yote ya ulimwengu yangebarikiwa, kwamba angekuwa mrithi wa ulimwengu. Fungu la 13. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 3.
Injili inauleta peupe urithi, inaleta wokovu toka mautini, inaleta uhai na ukweli kuwa uhai umetolewa unatudokezea mahali pa kuishi ndani yake. Kwa hiyo tunaweza kusema pamoja na kila kitu iletacho Injili kwamba inawapatia urithi wa milele. Fundisho la urithi wa watakatifu ni fundisho la haki kwa imani, na kama hatutahubiri haki kwa imani, tunapohubiri urithi wa watakatifu hatuhubiri Injili. Urithi ulioahidiwa ni ule ule kama ulioahidiwa kwa mababa. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 4, Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 5, na huu hauhusu ulimwengu huu wa sasa. Urithi sio kwa njia ya sheria, bali kwa njia ya haki ya imani, lakini ni kwa wale walio na haki pekee, yaani watiifu wa sheria. Hata hivyo, ikiwa wale wa sheria ndiyo warithi, imani imekuwa bure na ahadi imebatilika. Fungu la 14. Si tu kwamba hatuwezi kujitwalia urithi sisi wenyewe, bali pia kwa kadri tunavyojaribu kufanya hivyo, tunajiweka sisi wenyewe mbali zaidi na urithi, kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira. Fungu la 15. Ikiwa urithi ni kwa njia ya matendo, basi si kwa ahadi, lakini ni kwa wenye haki pekee, na haki ni utii kwa sheria. Kwa maneno mengine, tuna utii mkamilifu kwa sheria ambao hautokani na utii. Warumi sura ya 3 mstari wa 21. Hiki ni kitendawili. Injili nzima ni kinyume na mantiki ya kibinadamu, iko juu ya mantiki bila ukomo. Hata hivyo ina mantiki kwa Mungu. Kristo ameahidi urithi na ahadi zake ni ndio na amina. Atatupatia si urithi tu, bali haki inayoustahili urithi. Hivyo uhai, haki na urithi vyote ni karama za Mungu. Warumi sura ya 4 imeendelea. Ibrahimu, vielelezo vingine zaidi vya Injili. Sura ya 4 ya kitabu cha Warumi tunayo haki katika umbo thabiti. Simulizi za maisha ya Ibrahimu na Sara katika muunganiko na kuzaliwa kwa Isaka zinatupatia mfano wa kivitendo wa haki kwa imani. Ibrahimu hakuhesabiwa haki kwa matendo, bali alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake kuwa haki. Ibrahimu akapokea muhuri wa tohara. Kwa nini? Ili kumfanya aamini? Hasha, bali kwa sababu alikuwa ameamini. Ilikuwa ni muhuri wa haki aliyokuwa nayo kwa kuamini kile ambacho Mungu alikuwa amekiahidi. Ahadi kwa Ibrahimu na uzao wake ilikuwa kwamba angekuwa ni mrithi wa ulimwengu. Huu urithi ulioahidiwa ulikuwa uwe ni milki ya milele. Mwanzo sura ya 17 mstari wa 8. Kwa hiyo lilikuwa ni agano la haki lililotiwa muhuri kwa muhuri wa haki, na urithi ulikuwa uwe ni urithi wenye haki ambao si wengine bali wenye haki pekee wawezao kuupata. Ahadi kwa Ibrahimu ilitegemea juu ya kitu kimoja, awe na mtoto. Miaka 25 ilipita tangu ilipofanywa ahadi hadi ilipotimizwa. Ibrahimu akiiona ahadi ya Mungu hakusita, hakuyumbayumba kwa kutokuamini. Lakini Sara aliyumba na Ibrahimu akasikiliza sauti ya Sara. Mwanzo sura ya 16 mstari wa 2. Sara akajitolea kumsaidia Bwana kuutimiza mpango wake, lakini Hajiri alikuwa ni mtumwa na mtoto wake asingeweza kuwa chochote bali mtumwa aliyezaliwa kwa mwili. Uzao alioahidiwa Ibrahimu walikuwa wawe ni watu huru, sio watumwa. Hivyo hakuna walichoambulia kwa mpango huu wa Sarai. Ulifika wakati ambao Sarai alitambua kwamba jambo pekee analotakiwa kufanya lilikuwa ni kuamini kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kuitimiza ahadi yake pasipo msaada wake. Kisha kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Waebrania sura 11 mstari wa 11. Kuzaliwa kwa Isaka ulikuwa ni muujiza. Kutoka kwenye mtazamo wa kibinadamu ilikuwa haiwezekani.
kabisa kwa Ibrahimu na Sara kuwa wazazi wa mtoto. Alitunga mimba kwa uwezo wa Mungu. Ibrahimu na Sara hawakufanya chochote ili kuipata ahadi isipokuwa kuamini, na bado mtoto wa ahadi alikuwa ni mtoto wao wenyewe. Hivyo hivyo kwa Wakristo, hakuna kiwezacho kufanyika ili kuipata haki ya Kristo isipokuwa kuziamini tu ahadi. Si sahihi kutumia juhudi nyingi ili kujipatia haki ya Kristo. Tumeambiwa kuziamini ahadi tu. Mungu ameahidi kutufanya wenye haki, na njia pekee ya kuipata haki hiyo ni kuamini kuwa Mungu anao uwezo wa kutuingizia. Wakati wanadamu wanaporidhika kumwamini Mungu na kujitiisha wenyewe chini yake, kuna uwezo katika ahadi zake kuitenda haki yao kwa ajili yao pasipo nguvu zozote zao wenyewe. Jinsi gani wanadamu wanafanyika wenye haki au washirika wa asili ya kiungu? Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4. Uwezo hutegemea ahadi ya Mungu. Tunawezaje kuzifanya ahadi ziwe zenye ufanisi kwetu? Kwa kuziamini tu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. Ungama dhambi zako, amini kuwa Mungu anazisamehe kama alivyoahidi, na ahadi ni yako. Ahadi ni yako. Ungama dhambi zako, amini kuwa Mungu anazisamehe kama alivyoahidi, na ahadi ni yako. Dhambi zako zimesamehewa. Ahadi za Mungu zaweza kufananishwa na hawala, waraka wa ahadi uliotiwa saini. Ni wangapi wanaweza kuwa na nyaraka hizi? Yeye atakaye. Ufunuo sura 22 mstari wa 17. Zafaa kwa kiasi fulani cha baraka. Kiasi hicho kamwe hakiwezi kuchotwa chote, kwa sababu Mungu ana uwezo kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Watu huchukua hawala kwenye benki na kupata dhahabu kwa huo. Wakristo huzichukua ahadi za Mungu na kupata mibaraka taslim. Jinsi gani Mungu anaweza kutupatia haki wakati tukiwa wadhambi kupindukia? Hatuwezi kuelewa jinsi gani, na wala hatuhitaji kuuliza. Ni muujiza mkubwa kwa Mungu kumfanya mwanadamu dhalimu awe mwenye haki, kama ilivyokuwa muujiza mkubwa kwake kuumba ulimwengu. Ikiwa mtu atakiita kitu kisichokuwapo kama vile kilikuwepo, anadanganya. Lakini Mungu akiitapo kitu kisichokuwapo kama vile kilikuwepo, ule ukweli tu wa yeye kuita unakifanya kiwe hivyo. Mungu si tu kwamba anaifanya mioyo yetu iwe ya haki wakati haimo haki yoyote humo, lakini anafanya zaidi ya hilo. Anaifanya mioyo yetu iwe ya haki wakati hakuna chochote humo ila udhalimu tupu. Mwanadamu asiyeamini kuwa Mungu anaweza kutamka haki moyoni mwake ni kafiri vile vile, kama mtu yule ambaye kutokana na nadharia ya uibukaji anatupilia mbali maandiko ya Musa yahusuyo uumbaji. Hakuna ukomo unaweza kuwekea uwezo wa Mungu. Kama ungekuwepo mlima mkubwa sana ambao ulitaka kujiweka wenyewe kinyume cha uweza wa Mungu, asingechukua chochote na kuuvunjavunja mlima huo wote vipande vipande. Basi ndugu zangu, kama Isaka, sisi tu watoto wa ahadi. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 28. Tunafanyika watoto wa Mungu kwa jinsi ile ile Isaka alivyozaliwa, kwa kuamini, kama Ibrahimu na Sara walivyoamini. Ahadi ni kwake yule asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki, asiyekuwa mtauwa. Warumi sura ya 4 mstari wa 5.
Yapo mengi yaliyoashiriwa katika urathi wa Ibrahimu kumtoa kafara mwanawe Isaka. Ahadi ya urithi isingeweza kuja kwa njia ya mwana mwingine. Kristo asingeweza kuja ulimwenguni isipokuwa kupitia Isaka pekee. Muwe Isaka, sasa li wapi tumaini la Mwokozi? Halipo. Ibrahimu kwa mwonekano wote alikuwa akatilia mbali tumaini lote la wokovu wake mwenyewe. Ni ya ajabu imani iliyodhihirishwa hapa. Ibrahimu aliamini kwamba Mungu angemfufua tena Isaka, na bado Kristo yule yule ambaye katika uwezo wake aliamini kuwa Isaka hajaja na asingeweza kuja ila tu kupitia Isaka mwenyewe. Pamoja na hayo, Mungu aliahidi na Ibrahimu aliamini, japokuwa aliitwa afanye jambo lile hasa ambalo kwa fikra za kibinadamu lingeangamiza tumaini lote la ile ahadi kupata kutimizwa. Ahadi yenyewe ilikuwa isiyoweza kutanguka, na ahadi hiyo isiyoweza kutanguka ilikazwa kwa kiapo kisichoweza kutanguka. Kwa hiyo Mungu yuko chini ya wajibu kutimiza ahadi zake kwa wale wote wanaozidai. Kiti cha enzi chenyewe na uwepo wa Mungu uliahidiwa kwa hili, na kwa Mungu kutolifanya ingekuwa ni kujikana mwenyewe. Ni karibu sana Mungu atakuja na kusema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Zaburi sura 50 mstari wa 5. Kristo ndiye dhabihu inayosemwa hapa. Ni kupitia yeye tunakuja. Yeye ndiye mdhamini wa agano.